Chinga kichingi yaga ndatawa tangiri kitaseni kia Ndizi TV MSI Chigosori uda gotambe nchenda mo Steven Captain 001 gogo sanga mangi asa manarengete Chigosori ningi kia kokandi asoro ngoro wa Gusii Kisii County Nyamira County kwemanya manga ali kokandi seviti konderero iga ndobateri bagari ya bene lyoko bana omonya kerogo wekyo Kenya Secondary School Sports Association Kesha asensemeri ya Nyamira County ama kaenda buna Mr. Paul Okello na tevi ya mange goria ama ndio Chigosori chechi skuru asensemeri ya Nyamira na mugo twabera tumekanda ke munu bwege Swahili mono kubu munu bwege Gusii kore no kwemanya mange asa mwana aliarengete Chigosori. Kwa hivyo asante sana kupata muda na Ndizi TV. Hii ni meza ya michezo. Tunaanza na jina lako na mwalimu unatoka sehemu ipi ile? Kwa jina naitwa Paul Okello. Mwalimu mkuu shule ya upili ya Misambi kule Nyamira North. Nyumbani ni Siaya. Labda nyumbani ni sehemu za Siaya huko sehemu ya Nyamira. Najua ni mambo mengi kwa walimu inawezekana, lakini labda wewe mbona safari yako ikawa ni kwamba umejipata Nyamira? Niliajiriwa ile wakati kulikuwa na maneno ya interview. Sasa sikufaulu kule kwetu kwa sababu yale masomo nafundisha kulikuwa na wengi wamehitimu. Nafundisha hesabu na kemia. Kule kwetu wengi wamehitimu. Sasa kukawa kuna nafasi upande wa Nyamira. Na nilipokuja nikahitimu. Ulikuwa mwaka upi huo? Mwaka wa 2001 mwezi wa Agosti. Mwaka wa 2001. 2001. Mwanchomori kale sana. 2001 sikuwa nimeanza shule. Nilikuwa natambaa tu kujaribu hapa na pale, lakini ndipo unaanza mambo yako ya karia hii ya kuweza kuwa mwalimu. Sasa kwa sasa najua yale mambo yametuleta hapa ni mambo ya michezo. Nisijue labda historia yako kwa uhusiano wako na mambo ya michezo ni ipi? Kuanzia mwaka wa 2001 nilishikilia maneno ya mchezo. Nilikuwa na mapenzi na maneno ya mchezo kabisa. So nikawa kule msaidizi wa kocha wa shule iliniajiri Okello Secondary School. Baada ya miaka miwili Okello moja. Okay. Baada ya miaka miwili yule kocha aliyekuwa pale akapelekwa uhamisho. Sasa ikawa ni kwamba naibu wake ndiye anachukua hatamu za uongozi. Hivyo ndio nilichukua, nikaenda kwa training kama referee na nikaanza mwendo wangu hapo. Kutokea mwaka wa 2001 nikawa referee yule wa kufundishwa kwa kiwango ya mwalimu. Na baadaye nikapatana na bwana Umoyo ambaye alikuwa KFF chairman. Akaniambia nifanye mtihani ya KFF na kahitimu kama class 3 referee. Ndio wale ambao watazama anaposema KFF ni jina la ile kundi ambalo linasimamia mambo ya soka nchini. Wakati huo ilikuwa inaitwa KFF, Kenya Football Federation. Kwa sasa ni FKF, Football Kenya Federation, lakini kazi ni ile ile, na labda hao ndio waliweza kumpatia moyo mwalimu Paul Okello kuweza kujihusisha zaidi kwa mambo ya kandanda. Unaweza endelea. Kutoka hapo sasa nikaendelea na kipenga, nimepigia teams mbalimbali, nimepigia Shabana wakati ilikuwa NSL, nimepigia Nzoia Sugar wakati ilikuwa NSL, nimepigia Kericho Zoo, nimepigia Agrochemicals na nimepigia Kakamega Homeboys kati ya timu zingine. Najua niko na walimu wengi ambao ni rafiki zangu pia ambao ni marefa wa ligi mbalimbali kama ulivyosema National Super League, Division 2, Division 1. Na mwingine anaitwa Alfred Matara, anapuliza upande ule wa Division 1. Tuko na walimu wengi, mwingine anaitwa Moturi anajituma pia mambo haya ya kuweza kupiga firimbi. Labda nisijue labda mwalimu unapokuwa mwalimu na bado uko actively involved kwa mambo ya michezo ya nje, kuweza kubalance hii yote, labda ni kipi ulikuwa unafanya vipi? Jambo ni ile nidhamu, kuwa na self discipline. Lazima ili upige kipenga kwanza lazima uwe physically fit. Sasa langu nimejiweka, nikiamka asubuhi kitu cha kwanza saa 12 ni kujinyosha misuli. Lazima nipashe misuli, road work. Nikitoka hapo ninyoshe mwili na baada hapo niangalie kazi yangu ya walimu. Unafanya hivyo mpaka wa leo?
naendelea hivyo hivyo. Hilo ni jambo njema sana. Wanasema kwamba maybe a doctor ama an apple a day keeps the doctor away. Kwa hivyo pia yeye anaweza kujitupa kila wakati kuweza kuhakikisha kwamba kiafya ameweza kujiweka vema. Unajua kwamba unapokuwa referee kwa shule pia unaangaliwa sana. Mambo ya michezo unapewa nafasi muda ya kuweza kuyasimamia, mambo ya soka kuweza kuwa wandani kabisa kusaidia shule kwa sababu ya ile tajriba ambayo uko nayo. Kupitia hiyo experience, labda shule ambayo ulipokuwa active referee uliweza kuisaidia hivi kwa mambo ya michezo? Shule ambayo nilikuwa ni Okello, Manga sub county. Nilijaribu sana mara nyingi. Timu ambayo ilikuwa nachukua taji ya wilaya ya Manga wakati ule ilikuwa Kiandege, jirani yangu, lakini walikuwa wameniheshimu kwa sababu walikuwa wananishinda 1-0 ama 2-1. Leo uchungu sana. Okay. Labda hilo ni jambo ambalo ni njema sana. Najua kwamba sasa tunakaribia karibu takriban mwaka wa 2010, bado uko kwa mambo haya ya michezo kuweza kusukuma mbele. Labda sasa baada ya Okello, labda ulienda shule zipi zingine, na labda ule contribution yako kwa mambo ya michezo ikawa vipi? Shule ya Okello nimeshinda pale miaka 14. Na nilipopewa hamisho nilipandishwa cheo kama mwalimu mkuu na nikapelekwa Misambi, Nyamira North. Na pale pia nimemaliza miaka 10 na nimeweza kukuza talanta. Wakati mwingi timu yangu ya kandanda inafika mpaka kwa county. Ile kiwango ya juu sana tumefika ni nusu finali ambao tulitolewa na Nyamira Boys. Kwa hivyo talanta naendelea kukuza. Hata mwaka huu tulitolewa, lakini tulipigana vilivyo. Tulitolewa kwa kiwango ya division na timu inaitwa Gekonge Boys. Tulipigana mpaka tukaenda penalty, tukaenda matuta, ikashindana 9-10 na mchezaji wangu alitupa yake nje. Hiyo ni kumaanisha kwamba walipambana. Hiyo nao ni kujituma sana, kusema kwamba kufa makanga, kufa dereva, lakini mzigo uweze kuwa ukifika. Hilo ni jambo ambalo ni njema sana. Kwa hivi majuzi tumeona kwamba uliweza kuchaguliwa kama kuwa mwenyekiti wa ile chama cha michezo ambayo ni Kenya Secondary School Sports Association Nyamira. Nisijue safari hiyo ndiposa labda wale principal wale ambao wanaweza kuchagua kutoka sehemu mbalimbali wakasema kwamba Paul Okello anafaa, anatosha. Ilikuwa vipi? Kwanza ni ile upendo wangu wa mchezo. Nilianza kule kwa division, nikawa mwenyekiti. Kutoka kule kazi yangu ilikuwa nzuri sana, kukawa na mwanya kule kwa wilaya. Ile inaitwa sub county. Wakanipa nafasi nipande kule. Kule nimelinda mara 2. Sasa nikawa mimi ndio niko na ile experience inatakikana kuongoza county. So nilipoenda pale sikuwa na mtu wa kunipinga. Alopost. Okay. Congratulations sana kwa hiyo chama ambayo ulipewa, lakini wanasema kwamba kwa yule ambaye amepewa mengi pia anatarajiwa kutoka kwake. Sio kwamba wadhifa huu wa kuweza kuwa mwenyekiti, kanuni ambazo umepatiwa na katiba ambayo inaongoza kwa kesha, kazi yako sana itakuwa ipi kama mwenyekiti? Kwanza ni kuongoza mkutano wa county kama kuna mkutano wakati wowote. Pili ni kulainisha mchezo. Sana tumekuwa na shida ya wale vijana kuletwa kutoka nje, wale wanaitwa machoma. Sasa yangu ni ile kujaribu kuangalia kwamba documents zimetengenezwa ifaavyo na tuweke uaminifu kwa mchezo. Tulete nidhamu kwa mchezo. Okay. Nafahamu kwamba hiyo ni kazi ambayo umesema kwamba uko na ile tajriba ya kuwezana, lakini labda ningeomba tubaki kidogo tu kwa mambo ambayo umesema kwamba wale wachezaji ambao hawafai ama wanaitwa ni amateur vile ulisema, kwa Kiswahili wengine wanawaita mamuluki, kwa Kizungu wanawaita bogus players. Najua kwamba jambo ambalo limekuwa sana kwa mambo ya michezo ya shule. Tumeona si kwamba tu hata hapa kwa Nyamira, si kwa Kisii tu, hadi kwa kitaifa. Ni mambo ambayo yameweza kuwa na swala nyeti sana. Sijui labda wewe kwa experience yako ni kipi kile ambacho labda uweza kuwafanya wale principal au walimu wakuu wa mashule ama wasimamizi wa michezo kwa shule kuweza kufikiria kwamba kando na timu hii ambayo niko nayo kuna ile haja ya kuweza kutafuta pia wachezaji kutoka nje, ndiposa pia kuja kuingia kwa timu ambayo niko nayo ambayo ni ya wanafunzi. Kwanza tunazungumza na tunaelewana kwamba tufanye kazi kama jamii moja, tuwe timu. Pili, tunajua kwamba talanta inalipa. So badala ya kuleta wale ambao
tumika na wakashindwa, wakatoa ikapita. Tumesikizana kwamba tukuze talanta mpya kwa sababu talanta inalipa. So tumeongea na vijana, tumeongea na walimu, tukaelewana kwamba tuanze mwanzo mpya, tukuze talanta. Kwa kupitia experience yako ambayo kuna tajriba ya karibu takriban miaka 24 mambo haya ya walimu, mambo ya michezo, ni kipi kile labda uweza kufanya wa principles ama sanizo wa michezo wanafikiria kwamba lazima nikatafute mchezaji kutoka nje aingie kwa timu yangu, nimfiche, nimtafutie documents, aende kujifanya kama mwanafunzi na si mwanafunzi? Mara nyingi ni ile kutojitayarisha mapema. Unajua sasa ile wakati unababaika, unaona unasomba na maji, unatafuta njia yote ya kukwamilia, kushikilia. Hiyo ndio nafanya hivyo. Kwa hivyo nawaelezea walimu wenzangu ambao wana train kwamba waanze kutrain mapema. Pili, wafanye scouting katika ile kiwango ya primary, wapate wale wachezaji wachanga na wa train wakuze talanta. Kwa michezo ambayo iliweza kuisha hivi majuzi na ambayo ni michezo ya shule, kwa sasa mambo yale ya Nyamira, najua kwamba uliweza kuunda timu ambayo inaweza kuenda katika upande ule wa regionals. Kwa sehemu ya pili tutaiongelea kwa ndani, lakini je, labda kulikuwa na changamoto hapa na pale kuweza kurun the Nyamira finals? Kulikuwa, hiyo haikosi kwa mpira. Unajua hiyo isipokuwa basi mpira haitakuwa na furaha. Siku ile tulifanya finals, ile venue, uwanja wa kuchezea tulibadilisha mara 3 kwa sababu ya security. Tulipoanza mchezo tulikuwa na uwanja 2. Kulikuwa na Iranya Primary, kulikuwa na Matutu PAG. Matutu ikawa wamefaulu, so walibaki kwa uwanja wao. Wakacheza na hatukutarajia wangefika finali. Walikuwa underdogs. Walikuwa underdogs. Lakini mchezo vile ilivyo, chochote chaweza kutokea. Wakafaulu, wakafika finali. Ikawa sasa haiwezekani mchezo kuandaliwa pale Matutu. Kwa sababu neutral ground. Watu walikuwa wamefurika na wengi wao walikuwa wenyeji. Na tukaangalia hali ya usalama, tukaona kwamba hata wale maafisa wa usalama tulikuwa nao hawangeweza kujimudu. Ikabidi tuamue kuitoa Matutu tuipeleke Iranya Primary. Tukaangalia hali, tukaona pale sasa ni uwanja ambao imefunguka, watu watakuja kutoka kila upande. Tukaamua tena kuitoa hapo kwa sababu ya hali ya usalama, tukaipeleka Riamoni Secondary. Hapo ndio sasa tungeweza kuicheza. Changamoto ya pili ilikuwa weather. Siku hiyo kulinyesha mapema na ikawa mvua nzito. Baada ya mvua, unajua uwanja ni telezi na wachezaji wengi hawana uzoefu hiyo uwanja telezi, na mwishowe siku ya mwisho tulimaliza kama imechelewa. Hiyo pia ikawa ni changamoto kwetu. Yote 9 mshindi alipatikana. Matutu Secondary, Matutu PAG ikashinda na hatukutarajia. Na tunaishangilia sana, ni timu yetu, sasa tunaipeleka kwa regionals. Kwa sasa imekuwa ni timu ya county sasa, si timu ya sub county tena. Asante sana. Ni mwalimu Paul Okello, mwenyekiti wa chama cha michezo katika kaunti ya Nyamira, Kenya Secondary School Sports Association. Anatueleza mengi kuhusu hali ya michezo katika mashule ndani ya Nyamira. Tuenda mapumziko madogo, tukirudi sehemu ya pili tutaendelea kuongea mengi. Bwa television ya Ndizi TV vono na bukura y'ubuncholia bwao ase television ya Ndizi TV chinga kichindi chonsi elio wikere abarigeriya kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe enyagitari ya Worldfit Health Center eye gutoka imijumbu chokisi nigekorwa bukorori bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete
enchira ya kawaida yokurwaria marwaire tukurukanga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisinya gitari yaito ntutoko make sure nga tuapimiro murwire bya twakorere diagnosis boigo mbabwato bokoreri bonde buna general consultation okorengwa as a laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondo bonge. So na kito karo montachi obisi to make sure nga twa device nutritionally ngakia kwirena ngakia guitanga kuruko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and ntubwate branch mu Kigo Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 na ntubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Maya tichi besenguru kuchira marieta mange sana. Ekeboko, orwenyi, amagomba. Tunda chinyinga karangeri omwana omwabo. Wono chintunda chinyinge. Make use. Obuojo mbotakeire. Skuru cheiru abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware kiri buga ikomi kera rituko muntu ngwe bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomo ko waye igwa ko genda sesi mi yao yako genda say baby business number 888090 igori yoga wagoda bagadai okubeka emya yemo yokai kuno kubeka chintunda chinyinge chance yawo yobubwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchireni kyombe ya PCLB ne namba ya 002660 egosoriye ni yabantu bari myaka 13 guche igoro. Ndizi TV Obwansu Bwomogusii. Nakware na sense mwa ya kabiri omuroberi gwechi osorito gusangana omwarimu Paul Okello rwase skuru ya Misambi Secondary School chisemo chiri cha Nyamira ero munyakirogo gwekembe gya Kenya Secondary School Sports Association oterera mange igore amanarengete chigosori mono korwa sense meri ya Nyamira. Najua kwamba ulikuwa unatueleza mengi kuhusu zile finali ambazo zilifanyika, mwishowe mshindi akapatikana, lakini je, wale ambao washikadau ambao waliweza kushiriki mashindano ya counties kutoka group stage semi final, je, waliridhika ama kuna zile complaints ama feedbacks mlipata baada ya mchezo kuisha? Wengi waliridhika, lakini kwa kawaida mchezo yule anayeshindwa aweze akakosa kupata vijisababu ya kushikilia. Mmoja au wawili walikuwa na vijisababu na wengi waliridhika. Sana sana wale washindi waliridhika. Katika hali ya officiation waliona ilikuwa sawa. Wakiangalia organization ilikuwa sawa.
Hilo ni jambo njema, na najua umeongelea mengi kuhusu soka, hasa soka ya vijana au wanaume, ambapo timu ya Matutu PAG iliweza kutawazwa kama washindi. Na potazama majibu mengine ni kwamba kwa netball kutoka Nyamira, shule ambayo iliweza kushinda ni shule ya Rirumi Secondary School. Katika soka ndio tunasema kwamba ni Matutu PAG kutoka sehemu ile ya Masaba North. Na kuangalia soka kwa kina dada ni shule ya Gekomoni Technical kutoka sehemu ile ya Nyamira South. Na potazama volleyball tunao vijana wa Gekano Boys kutoka ile sub county ya Manga. Na kuangalia volleyball ya kina dada ni shule ya Ikonge PAG, ndio waliokuwa mabingwa wa kaunti ya Nyamira kwa michezo ya shuleni. Rugby sevens tunayo shule ya Gekano Boys na shule ya Enkinda Secondary. Enkinda ni kwa kina dada, no, Enkinda ni wao waliokuwa nambari ya pili walioshindwa na shule ya Gekano Boys. Na potazama basketball boys ni shule ya Ekenyoro Tech kutoka sehemu ile ya Nyamira South. Kwa vijana wale ambao waliweza kushinda, kumbuka kwamba kwa basketball muhula huu ni wachezaji 3 kwa kila upande. Muhula uliopita nilikuwa wale 7 kwa sehemu zote. Kwa hivyo kwa vijana ni Nyansiongo Boys, na pia ndio niliowaona katika muhula uliopita pia kwa vijana kwa basketball 7 pande zote. Kwa basketball akina dada tulikuwa na Ekenyoro Tech kutoka Nyamira South kama mabingwa, na kwa wale ambao waliweza kuwa nambari ya pili ni Rigo Magals. Samani kwa vijana ni basketball ni Ekenyoro Tech kama washindi, na shule ya Nyansiongo Boys kama wale ambao waliweza kuwa nambari ya pili. Labda unapoangalia michezo ya mwaka huu, hao ni washindi wa vitengo mbalimbali ile, labda unapocompare quality ambayo iliyokuwa katika mwaka huu na mwaka uliopita kwa mchezo ya mula ya pili, labda mabingwa wapya walikuwa ama ni wale wale? Kulikuwa na mabingwa wapya. Kwa upande wa soccer boys kulikuwa na mabingwa wapya. Wale watetezi walibanduliwa nje, Gekendo Boys walibanduliwa nje. Kwa leg ball ya wasichana Gekomoni ilimiliki, ndio walikuwa watetezi. Kwa rugby Gekano ilimiliki, ndio walikuwa watetezi. Na kule kwa mchezo ya volleyball pia Gekano ilimiliki, ndio walikuwa watetezi. Na mpira ya netball Rirumi naona ilikuwa mpya. Ndio mara ya kwanza nafikiria imetokea. Okay. Najua kwamba ndio mashindano yanaweza huwa ni mema, part of the process ni kwamba lazima tupate washindi kisha kuweza kuwakilisha Nyamira kwa michezo ile ya ukanda wa Nyanza. Nisije kwamba mwaka uliopita tuliona kwamba timu za Nyamira hazikufanya vema kwa mashindano yale ya regionals walipokuja katika upande ule wa Kisii. Tuliona kwamba michezo mingi zaidi timu za counties ya Kisii ziliweza kufana zaidi kuliko zile za Nyamira. Labda kwa kuona kwako ni kipi kile ambacho kinachangia labda timu za Kisii kuweza kulemea zaidi timu za Nyamira zinapofika katika mambo yale ya regionals? Asante. Ni ukweli ilifanyika sana sana kwa maneno ya mbio. Kisii iling'ara kuliko Nyamira, ingawaje Nyamira pia ilikuwa karibu nao sana. Na kwa upande wa mpira handball Kisii iling'ara kutuliko, upande wa basketball Kisii iling'ara kutuliko. Na nikiangalia kwa makini ni kwamba mashule ya Kisii yana vifaa na yana uwanja yanayofaa kuliko zile za Nyamira. Sasa naona kama wafadhili wangejitokeza wafadhili uwanja wa basketball, wajenge uwanja wa basketball kwa mashule, wajenge uwanja wa handball kwa mashule. Na baki hapo kwa fedha kwamba labda Kisii kuna miundo misingi mingi au bora zaidi kuliko shule zao pinzani za Nyamira, lakini kumbuka kwamba shule zote zapata mgao kutoka wizara ile ambao ni ya elimu. Labda utumizi ndio uko tofauti ama ni zile priorities ambazo shule ziko nazo? Tukiangalia mapema Kisii tulikuwa na district moja ilikuwa inaitwa Kisii. Sasa kulingana na vile mashule yalipangwa, mengi ambayo yale wako na miundo msingi yalibaki Kisii. Na kule juu, kule Nyamira sasa ndio wanaanza kuwekeza kwa vitu kama kwa mchezo kama basketball, kwa mchezo kama handball. So inahitaji bado fedha. Na unajua kujenga uwanja wa basketball inahitaji fedha vizuri. Na saizi unajua ile fedha inatoka kwa serikali imewekwa kwa voters fulani. Sio rahisi kuitumia kukuza
mchezo. Unajua, kando na miundo msingi kuweza kukuza talanta za wanafunzi, kuna mengi ambayo yanahitajika. Mengi huanza pia na scouting, kwamba unapangalia shule labda za upande ule wa Ujaluoni, unapotoka sehemu za Siaya, Kisumu ama ukanda ule ambao ni wa magharibi, tunaona kwamba shule zile kufanya scouting ya mapema. Mtoto anapokuwa darasa la 8 unapata kuna sports sponsorship ambazo wanapata timu kila wakati, kuna new blood inaingia na ni wale ambao wanapenda mchezo huu, ambao kutengelea huku ukanda huu wa Gusii, Nyamira, Kisii, si shule nyingi sana ambazo zinafanya haya mambo ya scouting ya mapema na ufadhili wa kimichezo. Kipi labda unahisi kwamba principals na wasimamizi wa mchezo wanaweza fanya zaidi kabla miundo misingi ije, tuweze kupata angalau labda tuko na wale wachezaji ambao wamepewa ufadhili wa kimichezo na labda mazoezi ambayo yako kiwango cha juu zaidi, si kwa ngoja tu kwamba michezo inapokaribia ndipo mazoezi yanaanza katika shule zetu. Kweli kabisa. Yale teams ambayo yananawiri utapata wako na timu kama 3. Kuna ile ya wanaoanza, kuna wale wa katikati na kuna wale wa maiva wanachezea. So ni vyema ili tufike ile kiwango, tujaribu kufika ile kiwango ya wenzetu ambao wamenawiri kwa mchezo. Lazima tufanye scouting mapema kutoka kwa shule ya misingi, kuanzia darasa la 6, 7, 8 kwenda mbele. Na tuwalete, tuendelee kuwafuatilia ili wakati wanafanya mtihani kuelekea shule za upili waletwe, wapewe ufadhili na wakuze talanta. Tusipofanya hivyo kweli hatutaenda mbali. Na pia ni vyema wale walimu ambao ni makocha watilie manani, wajitokeze, and they must sacrifice na wachukue muda mingi kuwa na wachezaji kule kwa uwanja ili wanao ukali wao, kwa sababu bila hiyo hawatakuwa na uzoefu, hawatakuwa na ile nguvu ya kucheza kustahimili na kucheza hiyo muda inayotakikana. Nilijaribu kufuatilia michezo ya Nyamira ya shule ilipokuwa inaanza, hasa upande ule wa zonals ama division ilipokuwa inaanza, sehemu ile ya Kemera Ward, sehemu ile ya Kiendege, lakini unapata kwamba michezo hii inapoanza hasa upande ule wa zonals hata sub county, kasi na ushindani wa michezo huwa iko chini sana. Unapata kwamba kwa zile events ambazo zinafaa ziwe, utapata kwamba kama ni table tennis ilikuwa indoor games, ni shule chache, unapata tu direct qualification kutoka kwa zonals, sana hata kwa sub county. Michezo kama basketball 3-a-side ni shule chache sana za jitokeza. Michezo mingi unapata kwamba sehemu za chini ushindani ni mchache, kwanza kwa shule ambazo zinashiriki kwa hiyo michezo. Hiyo ni jambo la kwanza. Najua kwamba inahusikana na miundo msingi, lakini ni kipi kile kinaweza kufanyika ndiposa tuweze kuona ushindani mkali. Ukianzia kwa zonals ushindani ukue mkali, utakapofika sub county finals ama national ama counties tutapata kwamba tuko na ushindani mkali zaidi, na ushindani unapokuwa mkali timu inatoka kuwa ni timu bora zaidi, kwa sababu imeweza kupitia ile process ama mtindo ambao unaweza ikuza na kuifanya ikuwe competitive enough. Labda kuwe na ufadhili, kuwe na sponsors na kuwe na zawadi wanapigania. Hii itafanya mchezo iwe kali sana, na pia kuwe na tournaments before pre-season. Kuwe na tournaments zile wachezaji wanaenda wanapimana nguvu. Hii itafanya inao ukali wao mapema. Tuliona kwamba serikali imeanza kupiga mipango ya kuweza kuanzisha michezo ya mashinani. Tumeona kwamba zile kampuni mbalimbali kama Safaricom, Chapademba imeweza kuja, ambapo labda wachezaji ambao wako chini ya miaka 18 wanapata fursa ya kuweza kucheza na kumenyana. Ni kipi kile kinaweza fanywa zaidi ndiposa talanta nyingi huwa katika sekondari, lakini wale kuwashika mkono, kwa sababu huyu ni mwanafunzi ambaye pia amekuja afuate nyota yake ya masomo na bado ako na talanta. Ni kipi kile ambacho serikali inaweza fanya zaidi ndiposa hizi talanta ziweze kuonekana zikiwa changa na kukuzwa zikiwa changa? Kwanza nafikiria kitu inaweza kufanywa ni kwamba wazazi wenyewe waongeleshwe, kwa sababu kuna wale wazazi wanakataza watoto wao kuanza kushiriki mapema. Inatakana waelimishwe, waambiwe kwamba talanta inaweza kaweka chakula mezani, na mtoto akiwa na amegunduliwa ako na uwezo, basi awe supported, ai develop. Na vile vile kuwe na tournaments zile za sub county, kuwe na tournaments zile za nje zisizo za shule nyingi. Hii italeta role models kwa hao wachezaji, na hiyo kisha leta maneno ya role models, watajifundisha kutoka kwa hawa.
Nafahamu kwamba umeweza kutuambia mengi kwa kimichezo na ndoto ambazo uko nazo, lakini labda tunapoenda kutamatisha, labda choichi ambacho uko nacho ambacho ni kuwa mwenyekiti, labda utaweza kuwa katika hatamu kwa muda upi, na cha pili ni kipi kile utafanya tofauti ama bora kwa nafasi ambayo umepewa kwa wakati huu? Asante sana. Niko kwa kiti kwa miaka mitatu, na kile ningependelea kufanya tofauti ni kwamba watoto wa shule wacheze, sio watu wazima wakuja wacheze na majina ya watoto wa shule. Tuheshimu miaka na tukuze talanta mpya. Tusiwe tunarudia tu wale waliocheza zamani ndio tunawaleta wanacheza badala ya kukuza talanta mpya. Tunapenda kumaliza kauli yako ya mwisho kabisa kwa mambo haya ya michezo na talanta katika shule za upili. Ni kwamba tushikane mikono pamoja, tukuze talanta kwa mashule zetu, na yale teams ambaye yalifaulu wapate wahisani, wapatie vitu kama uniform, wapatie vitu kama viatu, wapatie vitu kama wapatiwe ile good atmosphere na support, waende wafaulu kule regionals. Asante sana, najua kwamba sia ni mahali ulipoanzia, najua utakuwa pale ukihisi kwamba uko nyumbani, na kila laheri kwa timu ya Nyamira, kila laheri kwa timu ya Kisii zitapokuwa zinapeperusha bendera ya eneo hili la Gusii katika mambo ya michezo ya sekondari. Kwa ndio muda ambao tumekuwa naye Okello, mwalimu mkuu shule ya Gusii Secondary School kaunti ya Nyamira. Wiki revocio ningoretere abageni banda sege ikarekeiga batebya mange gwetera chigosori chiabo na etimu engao abatinilia bangao yandire gusanga mange koikera amangana rengete chigosori gwetera Ndizi TV and ensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital, ensemo ya YouTube Ndizi TV News koikera chabuna ndemo Steven Captain 001 abakonyorente ensemo ya Facebook gwetera Steven ndemo JR tosanga manga ali rengete chigosori mbuya mwana se utobete kiromo chakana wikiro mweli asevoni. Bye bye.